Sawa. Mungu ni mwema sana. Una exclusive leo kuhusiana na afya nyumbani. Tuongee na Dr. Babi Shomba, tips zako. Uwanjani wako leo, tunafungua kipindi na wewe. Asante sana. Unajua tumekuwa tukisema mara nyingi sana kwamba mtu alivyo ni matokeo ya kile anachokula. Yeah. Yaani mwanadamu mwili wako hauna sehemu nyingine yote ya kwenda kuokota malighafi ili ujijenge. Ila mwili wako unajijenga kupitia malighafi ambazo unakula au unakunywa. Sure. Ndio maana kuishi bila magonjwa ni maamuzi yako. Maamuzi yako. Kwa sababu ili uwe na afya njema, ukila chakula bora, chakula imara chenye afya, na utakuwa bora, utakuwa imara na utakuwa mwenye afya. Ukila vyakula vinyonge, basi na wewe lazima utakuwa mnyonge hivyo hivyo. Okay. Kwa sababu mwili wako hauna eneo lingine lolote la kwenda kuokota malighafi, bali kulingana na chakula unachokula. Okay. Lakini sababu nyingine ya kufanya uwe na afya njema ni mtindo wako wa maisha. Unalala saa ngapi, unaamka saa ngapi? Je, sehemu unaolala ni nzuri na hewa ya kutosha, ni sehemu safi? Unaamka kwa wakati, unalala kwa wakati. Hayo pia ni mambo ambayo ukizingatia unapata jua angalau nusu saa kwa siku, unapiga mswaki kwa wakati. Haya mambo yote ukizingatia, basi utakuwa na afya njema kabisa, na magonjwa utasikia tu kwenye vyombo vya habari kwamba yapo. Okay. Naam. Karibu. Umetuandalia nini leo? Naam, sasa leo tutaangalia kwanza mambo kadha wa kadha. Mambo kama kadha wa kadha ambayo tunataka tuyafahamu ili tuweze kuishi kwa ustawi mzuri. Lakini baada ya kuangalia hayo mambo, sasa sehemu ya pili tutakuja kuangalia watu ambao wanasumbuliwa na magonjwa mara kwa mara. Kuna watu ambao yani wao haupiti mwezi bila kuumwa. Ndio. Sasa nao pia tutakuja kuambia nini wafanye ili waondokane na hiyo hali, kwa sababu kuishi bila magonjwa maamuzi yako. Bila wasiwasi wote. Karibu. Naam. Sasa ni vyema tukaanza kuangalia baadhi ya mambo ambayo ni vyema zaidi tukafahamu. Alafu tukanayo makini kwa ajili ya ustawi wa afya zetu. Karibu. Ukiona Mtanzania anakula baga au pizza, mkamate, mfunge kamba, umpeleke Mirembe, amechanganyikiwa. Ukiona Mtanzania yeyote anakula baga au pizza, mkamate, mfunge kamba, umpeleke Mirembe, amechanganyikiwa. Kwa miaka zaidi ya 10 nilikuwa nikifanya uchunguzi kutaka kujua kwa nini baadhi ya watu, hasa wanawake wa bara la Scandinavia, bara la mic yangu iko vizuri kidogo. Iko vizuri, mimi nakusikia. Iko vizuri? Nakusikia vizuri tu. Sawa. Basi naomba nianze upe vizuri. Wewe tu yani. Sawa. Ukiona Mtanzania anakula baga au pizza, kamate, mfunge kamba, umpeleke Mirembe, amechanganyikiwa. Yaani endapo utamwona Mtanzania au Mwafrika yeyote anakula baga au pizza, kamate, umfunge kamba, umpeleke Mirembe, huyo amechanganyikiwa. Kwa miaka zaidi ya 5 nilikuwa nikifanya uchunguzi wa kisayansi kutaka kujua kwa nini wanawake wa bara la Ulaya, wanawake wa bara la Australia, wanawake wa bara la Amerika wanapenda zaidi wanaume wa Kiafrika. Na kwa nini wanaume wa kule pia wanapenda pia wanawake wa Kiafrika. Katika kufanya uchunguzi huo nikagundua mambo makubwa 7. Ila hapa nitaeleza 5 au 4. Jambo la kwanza nikagundua kwamba maumbile ya mtoto wa Kitanzania au mtoto wa Kiafrika, mtoto miaka 12, ni sawa sana mwanaume wa kule mwenye miaka 30, 40, 50 hadi 60 hadi 80. Acha kabisa. Yaani mtoto wa Kitanzania au mtoto wa Kiafrika mwenye miaka 12, maumbile yake ya kiume ni sawa sana mwanaume wa kule mwenye miaka 30, 40, 50 hadi 80. Na hii ni kwa sababu kubwa 2. Sababu ya kwanza ni vyakula ambavyo wanakula. Unajua mwanadamu yeyote ili uwe mwanadamu kamili, unataka au hutaki, lazima ule vyakula hivi aina 2. Lazima ule vyakula ambavyo vinatokana na mimea. Kwa sababu mwili wa mwanadamu Mungu ameumba kutokana na udongo. Na wao kila vyakula ambavyo vimetoka kwenye udongo vinakusaidia kuwa na afya njema. Lakini vyakula aina pili ni vyakula ambavyo vina maji, na sio maji ambayo yamewekwa na binadamu. Yaani vyakula ambavyo vina maji kwa asili yake. Sawa? Hapo naongelea kwa mfano matunda, kwa mfano mboga za majani. Matunda fikiri kama mananasi, matango, machenza, vyakula ambavyo vina maji mengi zaidi, vinafaa sana na vitajika na mwili unavihitaji uweze kujijenga. Vyakula aina ya 3 ni vyakula ambavyo havijakata tamaa, ambavyo ukivitoa ardhini unaweza kuvirudisha vikatoa vitu vingine. Na hivi sifa yake kuu ni kwamba vikishapikwa baada ya muda mfupi huwa vinaharibika. Sasa kwenye hizo nchi hivi vyakula huwa hamna. Kwa mfano mdogo, kwa mfano tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu kuna rafiki zangu walitoka Sweden wakaja Tanzania hapa kunitembelea. Wakati nawatembeza, kila wakiona kuku yuko hai wanapiga naye picha kuku, kwa sababu wao tangu wamezaliwa hadi sasa hivi wana miaka zaidi ya 30 hawajawahi kuona kuku akiwa hai. Yaani mtu amezaliwa sasa hivi na miaka zaidi ya 30 hajawahi kuona kuku akiwa hai. Wao wanakula vibudu tu kule kwao. Yaani kwa kuku wanaokula wao amechinjwa labda mwezi mmoja uliopita, miezi miwili iliyopita, miezi mitatu iliyopita. Lakini jambo la pili ambalo linasababisha wanakuwa na changamoto kwamba sisi tunakuwa tofauti na wao ni kwamba hizi nchi
haya mabara. Nikupe mfano mdogo, kwa mfano nchi ya kwa mfano Sweden pale. Ukienda kwa mfano Sweden, vitu ambavyo vinathaminiwa na taifa hilo. Cha kwanza ni mtoto, cha pili ni mwanamke, cha tatu ni mbwa, cha nne ni mwanaume kwenye hizo nchi. Kwa hiyo wanaume wamewekwa kundi la mwisho, sheria zinawabana kila kona. Sasa wanaume wengi wa kule wanaishi kwa msongo wa mawazo. Sasa ule msongo wa mawazo unasababisha wanaume wengi kwa kule wanakuwa wanajichua sana. Kwa sasa wanapokuwa wanajichua sana inapelekea maumbile yao kuwa madogo kabisa ya kujichua. Sasa kibaya zaidi sasa, toka kule njoo Afrika. Njoo Dar es Salaam sasa hapo kutani na kuku waliokata kuku wa shamba waliokata kamba. Mtanzania kula kupiga picha na kula baga na kula pizza anaona ni ufahari. Lakini hivi vyakula vinakotokea kule, watu wa kule ambao wanavira ni wale maskini ambao wana uwezo wa kununua vyakula kama vya kwetu sisi. Yaani ukienda kwenye hizo nchi ambako vinatokea hivi vyakula, wanaokula baga au pizza ni wale maskini. Kwa sababu vyakula kama vya kwetu kule vinakuwa vinauzwa bei ya juu sana. Hawezi kumudu gharama. Lakini huku Mwafrika anaona ndio vyakula vya kifahari. Anaona akila vitu kama hivyo anajiona ndio amekula kabisa. Na kibaya zaidi unajua kila Mwafrika au Mtanzania kadri anazidi kufanikiwa ndivyo anavyozidi kuwa mshamba zaidi. Mtanzania akishanunua tu kagari tu ka milioni 1.8. Anajiona hawezi kula miogo tena, anajiona hawezi kula viazi tena, anaona hivi ni vyakula vya kishamba. Anaona ni ufahari. Nenda Mlimani City jioni ukaangalia washamba walivorundikana. Vyakula vya ajabu. Na wanaona ni ufahari kabisa kula vyakula kama hivi. Kwani baga ni nini? Baga ni mikate inawekwa danganya toto. Pizza ni nini? Pizza si ni mikate tu yenyewe, pia unachukua jibini, unachukua nyama kidogo na nyanya, mikate tu ile. Lakini wa Tanzania kwa sababu watu wengi sana huko Afrika ni washamba na wana ulimbukeni wa ajabu sana. Wa Tanzania mkiendelea kuwa na ushamba wa namna hii, sasa watu wa Dar es Salaam tawachukua mmoja nikawatembeze kwenye dunia ili niwaondolee ushamba, kwa sababu mnakera sana na ushamba wenu huu. Yaani mtu kula yaani vyakula vyetu vya Kiafrika sasa hivi vya kiasili watu wanaviona sio kitu. Watu kila baga, kila pizza anajiona ametoboa. Sasa kule wenyewe navyo wanakucheka kule, wanasema watu vipi? Yaani wenyewe wanatamani wangekuwa huku. Lakini sisi watu wa huku wanaiona vitu vyao haviko sawa. Hili ni tatizo la changamoto ya afya ya akili. Asante sana. Tuendelee Dokta. Umeshakuelewa mara ya kwanza kuhusu vyakula na maumbile yetu sisi wa Afrika, especially wa Tanzania. Alhamdulillah tuko vizuri kuliko hao. Endelee Dokta. Wanaume wanaowapa mimba wanawake na kuwatelekeza, nashauri wakatwe uume. Na hiyo kazi ya kuwakata nipewe mimi. Wanaume ambao wanawapa mimba wanawake na kuwatelekeza au wanawazalisha na kuwatelekeza, wakatwe uume na hiyo kazi ya kuwakata nipewe mimi. Naona sasa hivi kuna ongezeko la kina dada ambao wanaitwa wadangaji. Ambao kwa kifupi ni kwamba wanajiuza. Sasa 85.9 ya hawa wanawake ni wale ambao wamezalishwa afu katelekezwa. Sasa kuna baadhi ya wanaume tofauti yao wanafanya ni urefu tu peke yao. Yaani mwanaume anazalisha hapa, anaacha, anazalisha hapa, anaacha, anazalisha hapa, anazalisha hapa, anaacha. Sasa mwisho wa siku unapoenda tutakuwa tuna watoto wengi ambao wanalewa na wazazi wa upande mmoja. Hili jambo ni hatari sana kwa malezi ya mtoto. Mtoto anatakiwa alelewe na wazazi pande zote mbili. Sasa hawa wanaume ambao wao wanazalisha alafu wanakimbia, hawa wanabidi tutafute namna ya kuweza kuwashughulikia au tuweke sheria kwamba mwanaume ukishazaa na mwanamke ukimwacha usioe tena na usifanye tendo la ndoa tena. Kama vipi tunakuwekea hadi muhuri usoni. Ili mwanamke yote akikuona ajue kwamba huyu ashazaa sehemu akatelekeza ili akuache. Kwa sababu tunavyoelekea hivi hao wanaume baadhi ambao wana tabia za ajabu wanazalisha hapa, anamwacha, anazalisha hapa. Alafu akishawazalisha hawa namkuta mtandaoni. Sasa mimi siwezi kuwa single mother. Sasa wewe ambao umezalisha wale unataka kaoe nani? Kwa hiyo hawa vijana ambao wanazazaa wabidi wawekee sheria kali sana. Kwa sababu mwisho wa siku tunapoenda dada zetu wanazalishwa na watu wanazalishwa na acha. Watoto wengi sasa hivi wanalelewa na mzazi upande mmoja. Jambo ambalo ni hatari sana kwa malezi ya mtoto, kwa afya yake, lakini pia kwa akili yake. Unajua mwanamke kwa kisayansi sasa. Sio desturi ya mwanamke kuchepuka. Au yani mwanamke yoyote ameumbwa na aibu ya kufanya tendo la ndoa. Yaani mwanamke yoyote ameumbwa na aibu ndani yake ya kufanya tendo la ndoa. Sasa ukiona hadi mwanamke anaamua kujiuza, yani maji yamefika shingoni. Ni hatari sana. Kwa sababu wanawake sio desturi yao. Na wanaume ni wakumbushe. Hakuna kitu kigumu sana kwa mwanamke kukusingizia mtoto. Yaani mwanamke, wanawake wengi sana ni vigumu sana kukwambia kama mtoto ni wako mwanaume wakati sio wako. Kabisa. Kwa hiyo mwanaume unapomwambia mtoto ni wako, timiza majukumu. Kama huwezi kupalilia, basi usipande. Kabisa. Kwa nini unapanda afu unashindwa kupalilia? Wewe unabidi kushughulikie namna ipasavyo. Sasa hivi ukimpa mume mwanamke, alafu kamwacha, sisi tunakata kabisa. Kuna kazi ataifanya Baby Shomba mwenyewe. Mimi mwenyewe. Actually kwa kukazia hilo
tumekuwa tuna lindi kubwa la masingle mother. Inawezekana daktari unachozungumza ni kwa mwanaume, kwa wengine matatizo analeta wao wenyewe, lakini inahitajika tu elimu kubwa katika pande zote mbili. Kujiandaa kuingia kwenye familia ya kuwa na kama baba au kuwa mama, na cha pili pia kupata elimu zaidi ya kuwa familia. Unajua kwenye familia mwanaume wewe ndo kama dereva. Sasa wanawake sasa hivi wamepewa, unaona kama Denmark wamesema kwamba wanaume wamepewa nafasi ya mwisho ya 4. Gari haiwezi kuharibika, kuanguka tukamkamata abiria, tukamkamata dereva. Hayo mambo ni kweli. Sasa ingawa sasa ni kweli kuna baadhi ya wanawake wanajisahau, yani hajui wajibu wake ni nini. Yani kwa mfano mimi unaweza kukuta labda mwanamke anataka kucontrol, anataka asiwe na discipline, asiwe nafanyaje kisa labda umezana. Lakini hayo yanasababishwa na udhaifu wako wewe mwanaume, kwa sababu wewe mwanaume wewe ndio kichwa. Sasa ukiwa strong, kwa mfano juzi doctor nimeona clip moja aliposti mwanangu mmoja tu Timothy Mlai. Ni same fulani hivi kama Forodhani kama sikosei, kuna mdada anampiga mwanaume mbele za watu. Watu wakasema mkiambiwa msile chipsi amuelewi. Lakini baadhi ya comment wanasema kwamba yule jamaa ameepusha vitu vingi, na sasa hivi wanawake wanaenda wanasikilizwa sana kwenye vyombo vya sheria kwa sababu wenyewe in nature ni watu ambao wanatakiwa wasaidiwe. Kwa leo mwanamke aenda kushtaki mimi kanifanyia 1 2 3, sisi kusikilizwa inakuwa ni ngumu. Sasa unakuta labda yule aliyemfanyia hivyo ndio mume wake au ndio boyfriend wake, afu kesho kutwa anakuambia nina mimba yako. Msingi kinacholeta tatizo hapo ni msingi, sio utandawazi wanawake wanaotumia vibaya. Msingi yani wakati unaanza mahusiano ule awali unakuwa ushajitengenezea mazingira ya mkeo kukuona wewe na Zubeda tofauti ni besi tu. Lakini ukijiwekea misingi tangu awali kama mimi ni baba, ukamwekea mkeo misingi mizuri, anafuata wala hana shida yote. Sawa daktari, hiyo topic sababu wewe ndo baba sana. Wewe ndo baba wa familia. Kitu kinachoharibika wewe, huna uwezo ukaepuka kukwepa lawama kwa namna yote. Sipokuwa sasa vijana siku hizi, unajua siku hizi tuna wanaume ni kwa kuwa tumezaliwa na jinsia ya kiume. Lakini sifa za kiume hawana. Changamoto ninapoanzia hapo. Sawa daktari. Leo na muda mzima wa nusu saa zima kwa ajili ya kupata tips zako. Dr. Babi Shomba tupo naye hapa, na hii hapa ni Bongo FM 90.0 kwa Dar es Salaam, 89.9 wanangu wa Arusha. Asante sana kama unaendelea kusikiza Bongo FM, na hii hapa ni Msiri na Wana mpaka saa 9:30. Tuna dakika 10 Dr. Naam. Mwanamke unayekula na ule mwanaume kuna tofauti na wale jamaa watuma kwa namba hii. Hii namba yangu nyingine nasumbua. Mwanamke ambaye unakula na ule mwanaume una tofauti na wale jamaa watuma kwa namba hii. Ile namba yangu nyingine inasumbua. Mwanaume unapoenda kuwa mwanamke, hasa ambaye amelelewa na mzazi wa upande mmoja, hasa upande wa kike, mpeleke kwanza kwa mwanasaikolojia. Kwa sababu mabinti wengi ambao wamelelewa na mzazi wa upande mmoja peke yake, yani kwa mfano binti kama amelelewa na mama peke yake, anakuwa anapewa sumu tangu akiwa mdogo kuhusu wanaume. Yani mama yake anakuwa anamjaza maneno mengi sana mabaya kuhusu mwanaume. Kwa hiyo mwanamke yule anapoenda kuolewa anakuwa na mtazamo hasi kuhusu ndoa, kuhusu mume. Sawa, ndio maana ni kitu kibaya sana wanandoa kuachana. Mwanaume kama umeoa mkeo, akipika anaunguza hadi chai, mvumilie, ni mkeo, usimwache. Na wewe dada mwanamke kama umeolewa na mmeo, hata kama mmeo anashinda kila siku TikTok unafanya challenge, ni mmeo, hakuna namna nyingine. Jitahidi kuvumiliana. Tabia kwa mnaachana hivi mara nyingi sana mnawaumiza watoto wenu. Kama nilivyosema hapo awali, mtoto anatakiwa lelewe na pande zote mbili. Lakini sasa mnapoachana nyinyi wazazi, anayeathirika zaidi ni watoto wenu. Wewe mwanamke kama ndio hivyo umeolewa na mmeo, kila siku akiamka asubuhi anamkia kwenye TV, tunabadilisha channel tu. Natoka TBC 1 naingia TBC 2 naingia TBC Taifa, maana weka Msiri TV, naweka Babi Shomba TV, siku nzima inaisha. Ongea naye kwa lugha ya upendo, ongeeni kwa lugha ya upendo, muombe Mungu awasaidie. Lakini tabia kwa mnaachana bila sababu za msingi, mnawaumiza watoto wenu, sio jambo jema. Naam. Hiyo point nimeipenda sana. Wamama wengi ama wadada wengi sasa hivi ambao wana watoto wadogo. Okay, tuendelee daktari. Nisije nikala muda wako. Naam. Watu mnaokula chakula kwa kutumia vijiko, mtakuwa na tumbo kama nguruwe mwenye mimba. Watu ambao mnakula chakula kwa kutumia vijiko, mtakuwa na tumbo kama nguruwe mwenye mimba. Kwa sababu unapokula chakula na kijiko, yani ukipakua chakula chako hapo, ukishika kwa mkono wako hivi, taarifa inaenda kwenye ubongo kwamba hiki chakula ni cha moto, ni cha baridi, ni kilaini au ni kigumu. Ni tofauti na kula na kijiko. Ukiwa na kijiko, mwili wako unaupiga, mwili wako unashtuka.
kikiingia mdomoni ndio mwili unashtuka, kumbe cha moto, kumbe cha baridi. Kwa hiyo mwili wako unalazimika kufanya mabadiliko ya haraka. Ni tofauti ukila na mkono. Ukila na mkono wako kikishika chakula hivi, taarifa inaenda kwenye ubongo kama chakula ni kigumu au ni kilaini. Kama ni kigumu, mwili wako unaandaa nguvu au unaandaa mati kwa ajili ya kimengenya vizuri. Sawa? Lakini endapo unakula na kijiko inakuwa kinyume chake. Na sasa kama metaboliki yako itakuwa iko chini, yani ile kasi ya utumaji wa chakula ndani ya mwili wako itakuwa chini, chakula hicho kitaenda kurundikana ndani ya mwili wako. Chakula kirundikana ndani ya mwili wako inakupelekea upate magonjwa yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Na magonjwa yanaanza kuona mwili wako kama ghetto sasa. Sema kupumzikia. Ila sio UTI. Sawa dokta, mimi nataka tuendelee na tips nyumbani, maana watu wa mpira wako around size hapa. Ukiwa unasafisha meno yako, usishike mswaki kwa mkono, utakuwa kibogoyo. Ukiwa unasafisha meno yako, usishike mswaki kwa mkono, utakuwa kibogoyo. Endapo na matatizo ya meno au una matatizo kwenye kinywa chako, sababu kubwa huwa ni 2 au 3. Huwa ni 3. Sababu ya kwanza, huenda dawa unayoitumia haina nguvu ya kutosha kulinda kinywa chako au kulinda meno yako. Sababu ya pili, huenda wewe mtumiaji haujui namna sahihi ya kuweza kupiga mswaki. Jamani, mswaki mmoja usitumike zaidi ya miezi 2 siku 60. Mswaki huu mmoja. Sasa kuna watu wanatumia mswaki wa hizi na hizi zinalala kabisa hizi. Inakuwa flat. Huu mswaki unatakiwa utumike mwisho siku 60, miezi 2. Miezi 2. Lakini pia unatakiwa kupiga mswaki mara 3 kwa siku. Ukizidiwa kama huwezi, basi tumia mara 2 kwa siku. Lakini siwe chini mara 2 kwa siku. Na unapopiga mswaki usishike mswaki hivi kwa mkono hivi. Kama unasugua sinki. Mswaki unashika kwa vidole 2 au vidole 3. Sio unashika mswaki hivi. Ukifanya hivi unakwenda kuumiza fizi zako. Kwa siku unaona fizi zinaanza kutoa damu, meno yanaanza kuuma. Kwa hiyo mswaki unashika kwa vidole 2 au vidole 3. Sio unashika mswaki hivi. Hiyo ni hatari sana kiafya. Lakini pia kuna vijana wa TikTok ambao nimeona wanatumia dawa ya meno ile kama miogo, wanalia kama kachumbari wanalia miogo. Jamani, ile dawa ya meno haitakiwi kuliwa. Ile dawa ya meno au tunasomea barua kwenye bahasha. Ile dawa ya meno haitakiwi kuliwa. Kuna baadhi ya vijana nimeona wanatumia dawa ya meno kama kachumbari wanalia miogo. Ile dawa ya meno haitakiwi kuliwa. Sasa daktari, hapo tunasomea barua kwenye bahasha. Ukimaliza kusugua, ukimaliza kusafisha kinywa chako, hakikisha unatema ile dawa yote. Ile dawa haitakiwi kuliwa. Kabisa, usitaki kula. Hata watoto wadogo wanaposafisha kinywa chao, basi wawe kwenye uangalizi wa wazazi, wasimeze ile dawa, sio salama kiafya. Hii dawa haitakiwi kuliwa. Sawa? Unaotumia kwenye miogo kwenda kachumbari. Shoni Alifa na mwanae Gangana. Jamani, usitumie miogo, dawa meno kwenye miogo kwenda kwenye kachumbari. Somea barua kwenye bahasha. Vijana. Endelea daktari. Naam, sasa niongee na wale ambao wana afya mgogoro. Ambao yeye yani kuna mtu hawezi na dakika 2 sasa hapo za kuongelea hilo. Sawa. Sasa niongee watu ambao wana afya mgogoro. Kuna mtu hawezi kuishi, hawezi kumaliza mwezi bila kuumwa. Yani yeye magonjwa, yeye na magonjwa kama vile wamefunga ndoa. Na mara nyingi sana husababishwa na kinga za mwili kuwa dhaifu. Unajua kila sehemu ya mwanadamu, kwenye mwili wa binadamu, kila sehemu ya mwili kuna askari ambao wanalinda hiyo sehemu dhidi ya mashambulizi ya adui kutokea sehemu zote zile. Sasa ikitokea kinga zako za mwili zimekuwa dhaifu au zimezidiwa mbinu na adui, naweza kuwa rahisi kwa magonjwa kushambulia. Sasa kwa wewe ambaye unashambuliwa kutokea nje, yani unapata magonjwa ya ngozi, sawa, kwamba unashambuliwa kutokea nje, utakiwa utumie mafuta ya ubuyu. Haya mafuta ya ubuyu yana vitamini A, yana vitamini D, yana vitamini E. Lakini pia yana omega 3, yana omega 6 ambayo ni nzuri kwa afya ya ngozi yako. Hata kama una michirizi, una mabaka, una nini, inasaidia kuondoa, na sio kutibu peke yake, lakini pia ni ulinzi tosha. Lakini wewe ambaye magonjwa yanakushambulia kutokea ndani ya mwili wako, sasa unashambulia kutoka, yani unauma mara kwa mara homa, mara hiki, mara kichwa kinauma, mara hivi, unatakiwa sasa uchukue ule unga wa ubuyu vijiko 2, uweke kwenye maji ya moto, halafu uweke asali vijiko 2, halafu ukoroge, unywe asubuhi na jioni. Lakini hakisha asali inakuwa ni bora zaidi ile asali grade 1, ile ambayo hajafanya marekebisho yoyote. Kujua asali bora au ambayo sio bora, kwenye Instagram ya afya nyumbani _ nimeweka maelezo jinsi kuweza kuitambua asali bora. Kwa hiyo ukifanya hivi, lakini pia kwa mtu ambaye ana allergy na maziwa, unaweza kutumia unga wa ubuyu kama mbadala. Kwa mtu ambaye hawezi kunywa maziwa kwa sababu ya allergy au na kadhalika, unaweza kutumia haya unga wa ubuyu kama mbadala wa maziwa.
Lakini pia ukila vijiko viwili kama namna ambavyo nimeeleza hapa, vijiko viwili asubuhi, vijiko viwili jioni vya ubuyu hivi, ni sawa sawa vitamini C kwa ipata ni sawa sawa kula machungwa 16. Lakini pia licha hayo, hata kwa watu ambao hawawezi kula ndizi kwa sababu yoyote ile, tumia unga wa ubuyu kama mbadala wa ndizi. Una madini ya calcium na madini ya potassium. Lakini pia hadi sasa hivi wanasayansi hatujagundua chakula chochote kile, hatujagundua tunda lolote lile lenye madini na vitamini nyingi kuliko unga wa ubuyu. Hadi sasa hivi unga wa ubuyu namba 1. Utumie, Mungu wa mbinguni atakubariki na utakuwa na afya njema kabisa. Kama una swali unasema unataka kuuliza zaidi, lakini hii namba ni ya WhatsApp sasa. Sawa, ambayo ni 0794 396 395. 0794 396 395. Kumbuka, kuishi bila magonjwa ni maamuzi yako. Usipokula chakula kama dawa, utakula dawa kama chakula. Bana, asante sana Babi Shomba. Pale nilikuwa sitaki kula muda wako kabla sijaaga. Tuliongelea pale kuhusiana na mzazi kumlea mtoto mmoja. Sasa watoto wa kina mama, ni kweli mama ni mlezi kwa muda huu ambapo unaweza kuwa umebahatia kupata mtoto, na mtoto anapoanzia ule mwaka mmoja anapozaliwa mpaka miaka 10, 11 kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume mpaka 12, 13, 15. Pale waga anamsikiliza sana mzazi yoyote, especially kama mama atakusikiliza. Lakini kuna muda sasa maisha jinsi yanavyotupeleka, mtoto anamhitaji baba katika malezi. Kwa maana ipi? Kuna muda sasa mtoto akishafikia hatua ile full age, mnapoanza kubishana, mama waga unakaa pembeni, ndio anahitajika nani? Anahitajika baba pale katika kushape tabia. Kwa maana tutashape tabia kwa makofi, tutashape tabia kwa fimbo, tutashape tabia kwa mitama, lakini mwisho wa siku unafuata ile sheria ambayo imewekwa nyumbani. Kwa hiyo kama alivyoongea dokta, mtoto anapaswa alelewe katika malezi ya baba na mama. Ingawa watu wengi waga wanajisahau pale mtoto anapokuwa mdogo. Ukimwambia hivi fresh, unajua akiwa mdogo it's like kama toy, si ndio? Utampost, utafanyaje, lakini kuna muda sasa pale ambapo na yeye anaanza kufollow dream zake, hisia zake na vitu vingine kama hivyo. Na kibaya zaidi sasa hivi wazazi wengi wanalia watu wao kama mayai visa. Unajua ile kuelekeza. Sasa akiwa bado mdogo pale unaona kama ile atampostia au utampeleka photoshoot, utafanyaje? Akianza sasa yeye kwenda photoshoot mwenyewe, akianza kuruka ukuta mwenyewe, sasa ndio pale mama unakuta uwezi tena kufanya chochote, ndio jamii itakusaidia. Sasa jamii itapokusaidia itamshape the way ambavyo wao au sisi jamii tunapotaka. Kwa cha msingi mtoto anapaswa kuwa na malezi ya baba na mama, na kuna kauli inasema kwamba mimi sitaki mwanangu apitie maisha aliyopitia, na kati ya maisha aliyopitia ndio amekufunza wewe kuwa hapa. Yes. Au sio bana? Lakini kitokea labda baba amefariki au mama amefariki, hao ni mapenzi ya Mungu. Hao ni mapenzi ya Mungu. Hiyo haina shida, tunajua kwamba ni yatima. Bana, mimi naitwa Msiri Brain. Watu wa michezo wako hapa, au sio bana? Oya Bigi, hebu njoo bwana utupe update za michezo leo, inakuaje? Au sio bana? Watu wa michezo wamefika hapa leo, kuna mechi nyingi sana. Au vipi? Mnabidi kwanza mjitetee, kaa pale kwa dokta pale. Unabidi ujitetee kwa sababu wanangu ananiambia mwanangu vipi leo kipindi nusu saa tu na nini, nikamwambia bwana leo mtananga leo mwenyewe naenda kuangalia. Sorry. Dokta yuko vizuri kabisa. Bana dokta madini yake. Madini ya dokta yanavuruga kweli, yani ukisikiliza kwa juu. Hivi kawaida tu unagundua kwamba tuna makosa mengi sana katika lifestyle yetu. Au sio? Yeah. Basi na noma. Leo tuna nini? Maana naona leo tuna mechi nyingi mpaka nikawa najiuliza sasa kina Mwando na nyinyi tutawezaje kuihandle hii mechi leo? Leo bwana tuna leo ndo raundi ya 30 na raundi ya mwisho kwenye ligi yetu finali na leo timu zote zinacheza, timu zote 16 katika viwanja 8. Asante sana. Sasa na muda ni mmoja, mechi zote saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo sisi kama Bongo FM tutarusha michezo 4. Okay. Tutarusha mchezo wa Mwanza wa Pamba dhidi ya KMC, alafu tutarusha mchezo wa Simba dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa KMC Complex Mwenge hapa Dar es Salaam. Alafu kuna mchezo kati ya Yanga na Dodoma Jiji pale Dodoma. Alafu kuna mchezo pia wa Coastal Union unaruka moja kwa moja kutoka pale Tanga. Kwa hiyo kitakachokuwa kinafanyika
watangazaji watagawana dakika. Asante. Ya mechi kubwa za Simba na Yanga kwa kipindi cha kwanza watapata dakika 15 kila mmoja, lakini dakika hizo 15 zinazobaki zitakuwa ni za mechi mbili. Kwa hiyo watu wasitoke na wasibadili radio kwa sababu tamani nimewaita mimi mwenyewe mmenichanganya ujue hapo. Sababu na hebu kabla nyinyi kuanza kuendelea huko, hebu mtujuze kwanza vizuri hizi mechi zote jamani tunatangazaje? Tunatangaza mechi zote na tunaanza mapema kwa sababu mara nyingi watu ingi mpaka mimi kuamua kuachia muda wazee sio kweli. Mpaka tunakuomba bwana ndugu yangu tupe nusu saa kwa sababu tunataka waanze mapema. Yaani aliyeko Tanga ataje squad yake mapema na atueleze Tanga kunani, lakini mtu aliyeko Zanzibar ataje squad za timu zote mbili mapema na atupe atmosphere ya huko Zanzibar. Aliyeko uwanja wa KMC pia naye atuambie. Alafu baadaye wote wataanza kusikika na burudani itakuwa ya kutosha. Kwa mtu anayetusikiza sasa hivi asibadili radio, akae hapo hapo. Kikubwa tu aongeze sauti, aite na wenzake wakae karibu wafurahie burudani. Sasa mimi sina haja hata kupiga nyimbo au jingo. Inapigwa jingo tu hapo unaendelea kwa msili na wana. Leo tumebadilika, tunaenda kwenye mpira sasa. Ya kabisa. Na hii hapa na kuachieni nyinyi sasa wanangu wenyewe au vipi? Kwa mimi nakuomba tubadilishane kwanza viti kwanza. Njoo kwanza ukae huku. Njoo kaa huko bwana, mpira ndio unafuata sasa hivi. Nawapisha ndugu zangu hawa hapa watatuambia nini ambacho, na tunaendelea na mahojiano kidogo afu niwaache. Si nusu saa jamani? Haina noma.